Inaonekana tupu yako inatumika sana. Mbeumo, punguza kidogo. तेरा साया मेरे साथ है दिल ये मेरा. Umeona mambo wanangu, mambo umeona mambo wanangu, mambo. Chegeka, hebu nisikilize. Yaani ukaribu wangu mimi na wewe usinifanye sasa ndio ukaona nisumbua na kuniendesha vile unavyotaka. Hivi mimi nikushauri mara ngapi rafiki yangu? Wewe kwa nini unakuwa hivyo wewe? Sema wanangu, wewe mkazo zio. Wewe mbona shoga unapenda kunishobokea wewe? Wewe unifanyia sana kuliko unavyofikiria wewe. Mimi sio kama sitaki shoga na wewe, niache maisha yangu. Kwa mimi na shobo. Nashobokea. Ina maana sasa wewe bosi akikukuta ukiwa kwenye mazingira tena asubuhi tu muda wa kuingia kazini ndio tufanye kazi, wewe umelewa. Akikukuta kwenye mazingira haya, wewe kitazama vizuri. Wewe voice mimi na njaa kutoka mdomo. Yaani kale naanza kumwogopa bosi wako, sio akija kunafukuza kazi. Pote. Mimi hapa nimeanza maisha yangu wewe kabla sijaja hapa. ndugu yangu mimi natetea kibarua cha. Okay, twende basi nikuchukulie bodaboda. Tuondoke. Wewe mwanangu mtu moshi nini wewe? Na huyu ana nini huyu? Huyo nimempa adhabu. Amekosea sharti langu kidogo tu, na akimaliza adhabu yake nitamfungulia. Mbeumo, unataka tumfanye nini Tasha? Karibu kijana wangu. Asante sana. Ndiyo. Ujio wangu hapa anti ni kwa sababu ya kutaka msaada. Nafikiri unaelewa kwamba kuna prosesi za ndoa kati yangu mimi na yule binti Fatima. Ndiyo mwanangu, naelewa. Kuna mambo yanaendelea kikweli yananipa ukakasi. Na sasa na mimi ratiba zangu za kusafiri nitakiwa nisafiri. Lakini nilipanga nisifanye jambo lolote mpaka nimalize hizi prosesi za ndoa. Ndiyo. Na nilijaribu kuwasiliana na mshenga ili kutaka kujua nini kinachoendelea, lakini mshenga naye ananiambia kwamba hakuna update zozote anazozipata kutoka kule kwa mzee. Mpaka ilifikia stage anasema kwamba simu akipiga mzee hapokei.
yaani hakuna majibu anayoyapata. Sasa hii kwa upande wangu imekuwa inanipa ukakasi, na kwa haraka haraka mimi kumfuata mzee confess kidogo inakuwa ngumu. Kwa hiyo katika kuwaza msaada nitaupata wapi, jibu likaja kwako wewe, kwa sababu ni shangazi lakini pia ni mama, na mama ndio mtu wa kukimbiliwa mara nyingi. Kwa hiyo nimekuja hapa unisaidie kujua nini tatizo, kwa sababu nishamaliza prosesi zote alafu majibu hakuna na muda unazidi kwenda. Kwanza pole sana, na hata hivyo umefanya jambo zuri sana, kwa sababu shangazi pia ni baba. Kwa hiyo hujakosea mwanangu, unanisikiliza na hata hivyo ni kama bahati, huyo mhusika mwenyewe yupo. Yupo, alikuja jana usiku kwangu, alilala jana hapa, na hivi tunavyoongea yupo. Sasa mimi kijana wangu siwezi nikakupa majibu ya moja kwa moja, sawa? Kwa sababu mhusika mwenyewe yupo. Wacha nikakuitie aje hapa atupe majibu yeye mwenyewe, sawa kijana wangu? Sahihi. Ngoja nikakuitie. Haya shida. Haya. Nye, kuna nini hapa kinaendelea? Shobo sana. We amwambie mtu alikuwa analeta chipsi, washampasulia yai tayari. Bosi washakupasulia yai hapo, bado chipsi tu hapo bosi. Bosi wako washampasulia mayai. Uchegeka wewe, nini unaongea wewe, unaharibu wewe. Nini? Mwambie mtu wa jikoni alete chipsi, bosi tayari washampasulia mayai. Na hivyo kwa kibonge anapenda Tome. Bosi, Wewe unaogopa nini? Anapiga makofi kama King Kong. Mtu gani utaso? Kijana wangu. Ndio. Haya, mwenyewe huyu hapa kashafika. Kila nikikutazama naona malaika wa ukweli, macho yako yenye aibu yameteka wangu mwili, sauti yako nyororo ndio faraja nafsi yangu. Nadhani jibu la maswali yako utayapata kutoka kwake moja kwa moja. Fatima mwanangu, mgeni wetu huyu hapa, nadhani unamfahamu. Namfahamu. Na nadhani kila kinachoendelea kwenye familia kuhusiana na huyu kijana unakifahamu. Ndio nafahamu. Haya, kijana watu amekuja, anataka apate majibu ya kile kilichoendelea, kwamba uko tayari kuolewa naye au la, ajue hapa umjibu. Sipo tayari kuolewa naye. Fatima, unasemaje Fatima? Sipo tayari kuolewa naye. तेरा साया मेरे साथ है, दिल ये मेरा तेरे पास है. तेरा साया
सिर्फ तेरे लिए है। रातों में ख्वाबों में तू ही आती है, मुस्कान तेरी मुझे जीना सिखाती है। दूर होकर तू पास लगे, जैसे धड़कन में तू ही। Oh, pole bosi. Asante. Nimekuita hapa kwa ajili ya mrejesho wa kazi yako. Kabla ya yote, natumaini umeifanya vizuri kazi yangu. Nadhani nilichokifanya kinamstahili. Na kazi yako nimeifanya vizuri kabisa. Hebu acha kunitania bana. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba umemwadabisha kiasi cha kwamba hataweza kuendelea kuzoea waume wa watu, si ndio? Kama nilivyosema awali, sinaga tabia za kumfurahisha bosi wangu. Mimi kazi yako nimeifanya. Nimeifanya vizuri tena haswa. Una hakika kabisa ushahidi wote umeufuta na hamna mtu yote atakayejua chochote? Na ulivyofanya hakuna mtu aliyekuona? Bosi, msingi wa kazi ni kuaminiana. Hivyo rejesha imani yako kwangu. Na nikwambie tu, kazi yako nilivyoifanya hata mimi mwenyewe nimeipenda. Kwa sababu naona ni kitu sahihi sana kumwadabisha mtu kama yule. Anawezaje kutembea na mwanaume wa bosi wangu? Nimefanya kitu ambacho mwenyewe nimefurahi. Sasa bosi, unaonaje tukimuongezea dozi? No. Wala hata siwe na haraka. Kwa kuwa kazi yangu umeifanya vizuri. Lakini pia nikija kugundua hujafanya chochote na pesa zangu umekula, nitaanza na wewe. Huruma sio malezi. Wewe niambie ni kitu gani kingine tumfanyie? सपनों में तू ही तू है, सांसों में खुशबू तेरी, तेरे बिना लगता नहीं जिंदगी मेरी। दिल की धड़कन नाम तेरा, हर दुआ में जिक्र तेरा। Ramshi, huu ndio muda wa kurudi nyumbani? Unaweza kuniambia muda wote ulikuwa unafanya nini? Kwani unakuwa unanifanyia hivyo? Kwani unakuwa mtu wa kunipiga matukio kila siku? Mara nikukute na love bite. Mara tena unakuja nyumbani kwa kuchelewa bila sababu za msingi. Kwani unanichukuliaje? Unaona mimi ni mpumbavu, si ndio? Ni mjinga mimi. Sijielewi. Upole wangu, ipo siku utakuja kugeukia wewe. Unajua sikuelewi. Unazungumza kuhusu nini? Kwa hiyo maana wewe uone shida hapa. Mke wangu, hivi unaniona mimi ni kichaa kiasi gani akana kwamba naweza nikachelewa tu kurudi nyumbani pasina sababu za msingi? Yaani, alafu mimi narudi. Yaani badala hata uniulize kiutaratibu tu kistaarabu unafoka. Serious? Ina maana mimi kuchelewa kwangu kurudi nyumbani ndio kuna kupelekea wewe ufoke jinsi unavyojisikia wewe, si ndio? Yaani unaongea tu. Akana kwamba sasa mimi na wewe humu ndani ndio utaratibu ambao tunaishi humu, sio? Kwamba hujui ni namna gani ambavyo mimi na tunaishi humu ndani? Una nini wewe? Ramshi, mimi niishang'atwa na nyoka. Kwa hiyo nikiona mjani tu lazima nishtuke. Unafikiria ungekuwa ni wewe ungeweza kutulia? Sawa.
Nimechelewa kurudi kwa sababu rafiki yako alipata shida kidogo kazini. Umeanza kumsingizia yeye? Kwa sababu unajua ni shoga yangu na ukiniambia kuhusu yeye basi nitapata uchungu. Nina sababu gani mimi za kukuongopea wewe? Usinitolee macho na kuuliza. Nina sababu gani mimi za kukudanganya? Chukua simu mpigie. Lakini sio sawa mume wangu. Ilibidi unipigie simu na uniambie. Ni kweli. Lakini hata wewe nitakiwa niulize kiutaratibu, sio kunifokia kama unavyojisikia. Ulikuwa unaelekea wapi? Nilikuwa natoka kidogo. Rudi ndani na mazungumzo na wewe. Kila nikikutazama naona malaika wa ukweli, macho yako yenye aibu yameteka wangu mwili, sauti yako nyororo ndio faraja nafsi yangu, wewe ndiye malkia uliyetawala ulimwengu wangu, uzuri wako ni wa asili, hauhitaji mapambo, mapenzi yetu ni ya kweli, yashinda kwa vishindo, nakupenda mpenzi wangu. Mbeumo. तेरा साया मेरे साथ है, दिल ये मेरा तेरे पास है, तेरा साया प्यार मेरा सिर्फ तेरे लिए है।
मुझे जीना सिखाती है। दूर होकर भी तू पास लगे, जैसे धड़कन में तू ही। कैसे कहूँ मैं कितना चाहूँ